Kukuja hapa kwako leo ni furaha kwetu sana sana wakazi wa sehemu hii, kwa sababu wakati ulichukua usukani wa kuongoza taifa letu la Kenya 2022, mahali hapa usalama ulikuwa umeharibika kabisa. Watu walikuwa wamefukuzwa hapa na majangili na wakora na wezi wa ng'ombe. Ndio ukaamrisha tarehe 13 Februari 2023 tuwe na kikosi ama tuwe na operation ya polisi wakisaidiana na wanajeshi wetu kurejesha amani katika taifa letu la Kenya, kurejesha amani katika kaunti 6 ambazo zilikuwa zimeathirika: Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana na West Pokot. Na ukanituma hapa nikiwa waziri wako siku hiyo wa usalama wa taifa. Wewe rais ukatuunga mkono. Hata kama uchumi ulikuwa mgumu, ukatutafutia pesa. Tukanunua magari ya kisasa ya polisi, armored personnel carriers and mine resistant ambush protected vehicles. Tukakuja hapa rais, tukasungukana na hao wakora, Mungu akatujalia. Now you gave us a lot of support. When we needed to increase the number of National Police Reservists, ukakubali, tukaongeza NPR ya hapa. Kweli si kweli? Tukaweka formed up units ya security hapa through your support. And today, because of your commitment to end insecurity in parts of our country, today we are here celebrating the reopening of Ngarashi Primary School and other 8 schools in this region. Shilingi yetu ilikuwa hafifu, sasa imedhibitika. Mambo ya bei ya unga ilikuwa juu, sasa imeteremka chini kidogo. Mambo ya mafuta ya petroli ilikuwa juu, sasa imeteremka kidogo. The president can account for what he has been doing for the last 2 years, and the evidence is there for everyone to see. Na isitoshe, kwa sababu sasa mambo yale makubwa yamekuwa dhabiti, hata kama hatujafika ile kiwango tunataka. Because we want our shilling to be stronger. We want inflation to come down even more. We want even the price of fuel to even come down more. Lakini kwa sasa, we are not in a bad shape. Na ndio unaona rais sasa ameanza mambo ya programs na projects ya serikali. Barabara, stima, shule, masoko, affordable housing. Ile mambo ambayo iko kwa manifesto. We will not waste time trying to argue with people without an agenda for Kenya, with people without an agenda for any part of this country. Sisi hatutapoteza muda wetu kupiga gumzo na kubishana na watu ambao hawaambii wananchi vile maisha yao itakuwa bora kesho. Na mimi nataka nikuhakikishie, I'll be a steady assistant, a steady deputy right behind you, family, and together with my colleagues, we are going to deliver Kenya to the promised land under your leadership. Kuna watu naona wameanza kunishauri. Ati sijui, wewe ukai kama unapigana na rais vizuri, sijui wewe ukai kama unabishana na rais. Kwani tangu siku gani kazi ya naibu ya rais imekuwa ya kupigana na rais? Kwani mimi ni kiongozi wa upinzani? Si mambo ya kupigana na serikali, ni wale wako nje, watu ya upinzani. My job is to support the president, to defend him, to support him, to work under him and work with my colleagues to make sure what he does we follow through and we deliver to the people of Kenya. Ile mulima 2 years ago, those hills you see there, 2 years ago, tulikuwa nasikia mabuduki na risasi kila siku. Kweli si kweli? Nakumbuka hapa kwa gate
kuna ng'ombe zilikuwa na kunywa maji kwa hii dam 2 years ago. Watu wakakuja wakora, wakakuja wakafagia zote na wakaua mtu hapo. Kweli si kweli? Na tukasikia Your Excellency ukiwa kule Samburu ukasema kwa muda wako ukiwa rais hii ukora itaisha, and you said enough is enough 2 years ago. Your Excellency, I want to confirm to you, kwa sababu uliambia jeshi na polisi ya kwamba hiyo upuzi ya budget lazima iishe, na kuambia sasa wazee walikuwa wanalala nje, wamama wanalala kwa nyumba. Nimesikia ripoti sasa hapa watoto wameongezeka kwa sababu wazee wamerudi nyumbani. Kweli si kweli? Your Excellency, you gave us those instruction ya kwamba maneno ya bunduki lazima ishe. Pia ukapatiana maneno ya mashule lazima ifanywe. Tumefanya hatujafanya? Rais amefanya hajafanya?